Erokamana hinya Joyce Odiwuor kuom lipota maber makamano. Pod kapod wan mane kaunti ni koro ywak koro gol e kar kunyo mag gang ma Nyatike. Bang' ka koro dhok madirom maboro notho 7 moko koro ngimagi ni kama rach ahinya. Ni mar ne gimodho pi moro mantiere bur kuma ikunye magang onogono. Pi ma bende iwacho ni koro ni chal ni gikweri. Otieno ma piny orugo nyoro tich ang'wen, dhok 8 notho 7 ni bende iwacho ni koro ema bende ngimagi ne nitiere kama rachno e gwenge mag Makalda, Nyatike sub county. Gidwaro mondo ochulgi nimar osetimore moloyo didek e kinde mago ma okadho. Moko kuom jotelo mane loso e kinde ma kamano olero ni dhokgo ema osebedo koro ka gima giketo ngimagi kuome konyogi e weche mago mag chulo fees kaachiel kod dak margi. Jopinygo nochono mondo koro ne gimonje kar kambi nogono mar kunyo magang'no. Kata kamano obila koro nodonjo kendo koro norakore kod ukegi mondo koro oduoke ne chien liet mano oseneno e kindego. Giwacho ni koro gidwaro mondo koro dhok makamago bende koro chulgi dhok mago ma oselal. Kunywa maji ambayo iko na sumu. Alafu nilitafuta huyo mama tukakuja naye mpaka hapa. Tukifika hapa nikakuta ng'ombe imelala mengi hapa. Na kati ya hizo ng'ombe moja yao zilikuwa yangu. Na zingine zilikuwa inaungua, hata sasa hii bado hajapona. Ng'ombe yangu zilikuwa hapo karibu 6, lakini moja yao ilienda na wengine 5 bado wako lakini hawana afya mzuri. Kwa hivyo ninaomba serikali ya Kenya atafute njia ya kusaidia sisi hapa, kwa maana sisi ni wakulima wa hapa na hizi ng'ombe ndio mali zetu ambayo wanaweza kusaidia sisi hata kulipa karo ya shule. Na ikienda tu hivyo hivyo hatuta kuwa na njia yoyote hata vile tunaweza kufundisha watu, kupeleka watoto shuleni. Tena tunaomba serikali au watu wa China waachana na hiyo mambo ambao wanafanya hapa. Kama wanataka kuendelea na hizi mambo, wajaribu njia yoyote. Ikisafanyika hivi, tutakimbia kwa serikali ambayo tuko naye karibu hapa, assistant chief na chief yetu na watu wa public health. Wanasema wacha tuende tuongee na hawa. Baadaye wakisaenda huko, kila mtu anatoka kivyake. Sisi wajapata ripoti yoyote ati tutawagana hivi, wataenda kufanya hivi. Ni leo tuko na shida sana. Tunaomba serikali tusaidie cause ng'ombe yetu zinakufa hapa. Baada ya wiki ng'ombe 2-5 zinakufa. Sasa na hizi ng'ombe ndio tunazitegemea sisi kama wakaji wa hapa, kulipa karo ya watoto, kila kitu sisi tunategemea ng'ombe. Sasa hao watu wa China hapa hakuna kitu ambao wanatusaidia nayo. Ni kuwa ng'ombe zetu kila siku. Sasa tunaomba serikali itoe hii kampuni hapa iende irudi China. Yaani haitupatii manufaa yoyote. Tangu ingia hapa sasa hivi ni kama miaka 2, haijajenga hata barabara. Ili tudanganya kwamba kipindi inaingia hapa walitudanganya kwamba watatuletea stima, hakuna hata moja. Ine na kitakufa 3 malituti karibu kufa. Sasa mimi naomba serikali anisaidie. Ina watoto karibu 5 wako shuleni. CS police ndio alikuja. Ndio alileta hii ng'ombe yote. Ngapi walikuja hapa wenyewe. Wenye sasa sisi bado tunauza nao. Hawa China sisi bado tunauza nao. Mpaka sasa hii. Machifu walikuwa iko, mapolisi, OCS, hao wote tumezungumza nao. Kufikiria kwangu nilikuwa nataka shilingi 1 million kwa ng'ombe 4. Najua saa nyingine hata hivi naweza kufa yote. Mimi naitwa Millicent Anyango kutoka Kunyo. Ng'ombe mimi natoka jana, karudi anapata ng'ombe yangu
anakunywa maji kwa huko site. Koro nataka serikali na site. Hebu toka hapo kidogo. Angalia kamera ukiongea. Okay. Nataka serikali ikusaidie mimi. Ng'ombe yangu iko hali mbaya sana. Zilikuwa ng'ombe 7 zimekufa. Sasa hiyo ishaongezeka moja. Sasa ziko 8. Sasa hiyo shida tuko naye. Hata mwezi wa 3 zilikufa hapa. Zilikuwa zangu sasa. Zilikufa ng'ombe 2. Hiyo tuliongea na watu, tukamalizana hivyo, wakasema hawatarudi hiyo maneno. Sasa imekuwa tena. Sasa hatuoni maelekeo penye tunaenda, penye tumetoka, tuko tu hivi. Na serikali ya kwetu pia wanatuangalia hivyo. Watu wa site pia wanatuona kama refugees. Ukienda hapo wanakuongelesha, ukiwa na huko huwezi karibia hawa. Sasa kitu tungeomba serikali ya hapa chini ama ya juu watusaidie. Maono yetu ya kwanza wahamisha watu hapa. Juu hatuna faida. Tuko tu kurudi chini, tuko tu na makilio mingi, sasa hakuna faida tuko nayo watu hapa. Juu hata watu wa hii area hakuna mwenye anafanya hapo. Wenye unafanya hapo ni wanatoka ile ngambo. Wa hii area hakuna. Sasa hatuna faida. Hiyo ndio ombi ningeomba mbele ya wenzangu, kama serikali inaweza kutusaidia. Watusaidie tu kung'oa watu, watafute mahali wanunue, waanze hiyo kazi yao. Hapa wanaturudisha chini. Makosa haipo kwenye wa Chinese. Makosa ipo kwenye serikali. Kwa sababu serikali ndio wamekubalia hao wakae hapo. Na tuko na watu wa NEMA ambao wanafanya assessment ya kila kitu ama kazi inakuja kutendeka, au ndio wako na uwezo ya kufanya hii assessment ya chemicals zote ambayo inakuja kufanyia hapa, ya kwamba haitadhuru wananchi ama mifugo wetu wa hapa. Kwa kuwa wamekubaliwa ili wafanye kazi hapa, wamekubaliwa na serikali. As a community tunaona kama tuko na mambo mengi hapa ya madhara ambayo inaonekana. Hii si ya kwanza, na zingine ambayo ilishatokea na bado itazidi kutendeka, kwa sababu hii chemicals zao zinatoka pale, inatiririka ikifuata ile mto kwenda chini, na ng'ombe zinakunywa maji kutoka huko chini, ndio inaleta hizi madhara hapa. Sasa serikali yenyewe ndio tunawaomba ya kwamba wakiwa wanataka kufanya biashara na kampani mbalimbali kutoka maeneo tofauti, wawe na masharti ile ambayo inaweza kusaidia wananchi wa area. Kwa sababu sisi hatuna uwezo, kama mtu ameshakuja kwamba akasema ako na license, amekubaliwa na serikali kuja kufanya kazi, sisi hatuwezi kumfukuza kwa sababu ako na license, analipa ushuru kwa serikali. Sasa isije lipo ushuru ambayo inaleta madhara kwa wananchi na wanalipa serikali ushuru. Hawa wako ingia hapa kwa nguvu yao, serikali ndio wamekubalia hao wakae hapa. Sasa tunaomba ya kwamba serikali ambayo ilikubalia hawa wakae hapa wafuatilie hii mambo ili wananchi wa area hii wawe na usalama. Saa hii imetokea kwa ng'ombe, kesho itatokea kwa binadamu. Ng'ombe zinalipwa na binadamu nani atalipa? Kwa sababu nasikia hii chemical hata ikiingia kwenye ngozi yenyewe, ngozi inararuka, inaharibu ngozi. Haitakini ingia hata kwa ngozi. Tuko na watoto, maji zinajaa hapo. Watoto hawajali kile chochote, wanaweza kwenda kulea, kuingia ndani ya maji kufanya nini, unasituka mtoto yako hakuna majeraha mbalimbali kutoka kwao. Sasa si mimi kwa upande wangu nilikuwa naomba serikali wafuatilie hao ambao wanafanya kazi ya processing ya lynching,